Bwana, mambo yasiwe mengi. Leo una story kidogo ya kushare na wewe ambaye you are very interested na masuala ya kulima tangawizi. Kila siku mimi nakusisitiza kwa ajili ya kufanya survey mapema ili uweze kulima tangawizi kwa wakati na uweze kufuata utaratibu ili automatic uweze kuvuna tangawizi ya kutosha, kwa maana ya mazao ya kutosha. Kama nilivyokuambia kwenye zao la tangawizi, kama umejipanga mapema hakuna stress, lakini pia hakuna cha kupoteza, hautapoteza. Ndio maana kwenye video nyingine nimetoa description ya mavuno na kila kitu. Ukifuatilia kwenye YouTube channel yetu ya Mr. Tangawizi. Story yenyewe ni issue moja hivi. Mwaka juzi kuna mteja bwana alinipigia simu kwamba anahitaji kufanywa survey ili niweze kulima tangawizi. Of course, kama mteja wangu nilimpa gharama ya kila kitu ya kufanya survey. Tulikaa muda mfupi, of course akalipia. Baada ya kulipia zile gharama za kufanya survey, mimi nikaondoka nilipo nikaenda huko shambani kwa ajili ya kwenda kutembelea hayo maeneo. Baada ya kutembelea, matokeo yake nilipata ekari 7 ambazo yeye alikuwa anahitaji kulima tangawizi, ziko sawa kwa ajili ya kulima tangawizi. Nikarudi nyumbani, tukakaa, tukapiga description ya gharama na kila kitu kwa ajili ya kutekeleza mradi, yani kwa ajili ya kutekeleza upandaji na nini. Yule mteja wangu basi akalipia zile ekari 7 kwa yule mkodishaji wa zile eka. Akalipia hela yote, akawatuma vibarua kwa ajili ya kufanya usafi, kwa maana kukatakata magogo, kusafisha eneo liwe safi kwa ajili ya kurahisisha kulima. Baada ya kumaliza hivyo vyote, yule mteja tukaja kwenye mbegu sasa. Kwa sababu ilikuwa ni off season, mbegu basi ilikuwa iko juu, na yeye naona labda alitarajia labda kuna hela fulani labda atapata na nini. Kiukweli ilinisikitisha sana baada ya kuona kwamba mteja ameshindwa kulima zile ekari 7 kwa sababu alishindwa gharama za mbegu. Na kumbuka kipindi hicho tangawizi ilikuwa inauzwa kati ya 2800 mpaka shilingi 3000 kwa kilo hii moja. Na ekari moja unalima kilo 800 mpaka tani moja, kwa maana kwamba kilo 1000. Kwa hiyo alishindwa. Kwa hiyo maana yake alikula hasara ya kufanywa survey, alilipia lakini patapotea, kwa maana kwamba hakuambulia chochote. Lakini pia akalipia gharama za wasafishaji yale maeneo, alilipia gharama. Lakini pia kuna vigharama vingine ambavyo alilipia, lakini mwisho wa siku alishindwa kupata tangawizi, kwa sababu at that time tangawizi ilikuwa inapatikana kwa uchache, lakini hata ikipatikana inapatikana maeneo ambayo ni ya mbali. Kwa hiyo mpaka usafirishe hizo almost tani 6 plus. Kwa maana hiyo inakuwa ni gharama kubwa, ukijumlisha gharama za kununua na gharama za kusafirishia, lakini bado umwite mtu kwa ajili ya kufanya sorting ya mbegu. Kwa maana hiyo alishindwa kulima tangawizi kwa sababu ya gharama. Ndio maana kila siku mimi nakusisitiza kwamba uwahi kufanya survey ili uweze kujipanga. Kufika mwezi wa 10 ni miezi michache tu. Kwa hiyo story yenyewe ni hiyo, sina mengi, nikutakie wakati mwema. Asante.